President William Ruto na wananchi wa Kenya. Au watu wengine wako karibu na rais, hapana bosi yangu. Ati kama personal assistant yake anataka kunipangia kazi yangu, enda fali, usema hii, enda na huyu, hiyo siwezi kubali. Na hapo ndio kumekuwa na shida ya wale watu ambao wamezunguka rais, wanafikiria hao ni bosi yangu. Mawaziri wako karibu na rais, anafikiria anaweza niongeleza vile anataka, ama anisomee mimi, ama anipangie kazi yangu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na kura na wananchi, na mimi niko na bosses wawili. President William Ruto ni bosi yangu, kile chochote niambia nifanye mimi nafanya. Hata akitaka kunisomea anisomee, akitaka kunikemea anikemee, ni bosi yangu, nitakubali. Bosi mwingine ni wa Kenya, wakiniambia tusikize ground, mimi nasikiza ground. Lakini siwezi kubali. Ile siwezi kubali mimi. Ni watu wako hapo karibu na rais, wanajifanya wao ni watu wakubwa sana, ati wanataka kunipangia kazi, wanataka kuniambia vile nitafanya. Utatembea na fulani, uenda hapa, sijui usifanye hii, sijui rudishia huyu, bwana watu wamezungumza hii na huku jibu, na ni watu tu wako hapo karibu na rais. Hiyo ndio nimekataa. Maybe mheshimiwa, last week President William Ruto alikuwa kule Marekani katika meeting ya United Nations General Assembly, na pale tuliona alikuwa na former Prime Minister Raila Odinga, alikuwa na Hassan Joho, alikuwa na Senator Ledama Olekina, alikuwa na viongozi wengi wenye walikuwa wameoppose hii serikali. So watu wanasema maybe do you feel sidelined in this government? No, I don't. Mimi ombi langu tu nipatiwe nafasi nifanye ile kazi nimepewa na rais na Wakenya. Na mimi si mtu ambishia sana. Sina ambition mingi. Nisikia wengine wanasema sijui kama unataka kusimama 2027 utuambie. Mimi sijasema niko na haja na kiti ya rais. I have never said so. Na hata rais anajua ile tuliongea na ile tulikubaliana. Siwezi kukuambia vile tuliongea kitambo, na tuko na mpango wetu vile tuliongea. Mimi sina hiyo ambition kubwa. Mimi nauliza tu ile nafasi nimepewa na Mungu na Wakenya. Can it be done to salvage the situation? There's no problem. Kuna kitu inaweza fanyika ndio. Mimi sioni mimi naendelea na kazi yangu. Pahali popote rais akinituma mimi nakimbia. Akiniambia fanya hii mimi nafanya. Akiniambia shughulikia hii mimi nashughulikia. Ningependa kuuliza kabla ndugu yangu Edwin Tanui aulize jambo. Mko na haidi ya Wakenya, haidi ya Kenya mkitupigia kura kufanya kazi. Wakenya walikuwa na imani sana serikali ya Kenya Kwanza, hasa bottom up economy. Kila mtu alikuwa anajua mambo yatakuwa mazuri. Wakati Deputy President saki ni kudanganya, Wakenya hawana furaha kwa sababu hawajapata njia ambayo mliwaahidi. Mambo ya hospitali bado kuna shida. Kuna mambo mengi ya ukulima ambayo ndugu yangu alikuwa ameuliza bado kuna shida. Lakini sasa tunaongelea mambo ambayo ya uongozi, na hiyo wakati mko unasema hataki kuongelea mambo ya viongozi, nataka tuongelee mambo ya Kenya. Deputy President, penye umekaa, do you feel ashamed na una feel kwamba Wakenya mlidanganya Wakenya kwamba mtawafanyia kazi? Kwa sababu kwa Kenya ni miaka 5, lakini tunahesabu kwamba miaka 4 ni ya kufanya kazi, ama miaka 3 kufanya kazi, ile nyingine ya kampeni na kurudi kwa kusema ukweli. Yes. Mimi nimesikiza Wakenya na ni kweli hawana furaha. Najua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Na hiyo swali natakiwa uulize wabunge. Uulize hawa priority ya Wakenya ni kwenda kuimpeach Rigathi Gachagua ama ni kufanya kazi. Saa hii debate tunaongea hapa, we should be discussing projects. Sasa tunaongea mambo ya Rigathi Gachagua kung'atuliwa kwa kazi. Kwa nini tumerudi kwa siasa? Unajua hii shida ilianza sasa, vijana huko kwenu walianza kuzunguka huko Rift Valley na mambo ya 2032. Si wewe unajua? Wakaanza kuchukua vijana kutoka hapa kwetu na kuanza kuwatembeza huko wakiongea mambo ya 2032. Mimi nikaambia hawa, si muache kwanza tufanye kazi. Wakenya watuamini, watupatie another term 2027, alafu muanze kuongea mambo ya 2032. Uliona walikuwa wanazunguka na ndege na pesa na magunia wakijipanga mambo ya 2032. Na hiyo watu ya bonde la ufa ndio walikuja kuharibu watu wetu hapa. Huyo msaidizi wa rais ndio alianza kukoroga siasa yetu hapa, akianza kupanga mambo ya 2032. Anachukua watu, anaweka kwa ndege, anapeleka huko, anasema wewe ndio utakuwa rais, wewe ndio utakuwa deputy president, sijui wewe nini. Yeye ndiye ameharibu hii serikali yetu na kukoroga na kuanza kupanga siasa ya 2032. Huyu msaidizi wa rais unamjua? Si unamjua? Unamjua? Kuna mtu amjui? Hakuna mtu amjui. Yeye ndiye aliharibu. Anakuja anachukua vijana hapa, anaweka kwa ndege na wasanya, endeni hapa Harambee, endeni hapa sijui fanya, wewe ndio utakuwa president, wewe ndio utakuwa running mate, wacha nikuweke kwa ndege ya rais, hii ndege itakuwa yako. Hiyo maneno yote kwa sababu hii maneno hii ya serikali tukiwachia watu haribu,
waingie katikati ya rais na mimi, wataharibu. Na hii maneno imeanza hapo Rift Valley. Na ndio nilisema siku nilikuwa Eldoret, na mjumbe mmoja akanitokana sana, nikasema pangeni siasa ya kwenu. Siasa ya bonde sisi hatuelewi, kwa sababu bonde ni huko chini na nyinyi mnajua vile huko chini iko. Nayo sisi ya mlima huko juu, nayo huko hamjui. Watu wapange siasa ya kwao, tukutane pale tushikane. Na mimi nikijivunia tangu Rais Uhuru Kenyatta washikane na William Ruto 2013 tumekuwa na amani katika bonde la Ufa, na mimi najivunia sana. Watu wetu, jamii zetu wanaishi kwa amani, wameoana, wamependana, wanafanya biashara pamoja. Jamani, mimi naomba tuweke uhusiano. Hii urafiki ya watu ya mlima na watu ya bonde la Ufa ni wa maana sana. Wacha tudumishe hiyo urafiki, kwa sababu wale watu wetu wameoana, waendelee kuzaa watoto, kulea watoto, kufanya biashara pamoja, kuishi kwa amani. Tusikubali siasa ambaye haina maana kuja kutuharibia uhusiano ambaye ni uhusiano wa maana, kwa sababu uhusiano unaletwa na njia ya kuaminiana. Kama watu waaminiani, uhusiano unaharibika. Kwa hivyo mimi niseme, mimi sina shida na president, mimi niko tayari kumsaidia. Ile kazi amenipatia mimi naendelea kufanya. Ile kazi yote atanipangia mimi nitafanya. Ile anataka nikimbie, nipange, nitapanga. Ile anataka niende nipigie debe, nitapigia debe. Ile siwezi kubali. Ni marafiki zake na wadani wake kunikalia mimi. Kama ni kwenda nyumbani kwa kukataa hiyo, niko tayari. Kwa sababu mimi sikuchaguliwa, hiyo watu hapana bosi yangu. Mimi hawezi kunikalia na kunipangia kazi na kunikemea na kunikosea heshima. Nikikueleza ile message wajumbe wengine huko bonde la Ufa wananitumia kuniita kumafu. Mimi ni deputy president, nimechaguliwa na Wakenya 7.2 million. Mjumbe tu akikuja pembe yake usiku matusi hapo kwa simu yangu. Anatuma kwa kwa simu yangu. Nitakuonesha. Tukimaliza hii mwingine off the camera mwende mkijua. Muone ile mafarau iko katika kutoka bonde la Ufa. Ni rahisi maneno. Wewe mwambia. Hata mwingine alikuja hapa kwa hii gate. Akasema akaambiwa okay, alikuja siku ya Jumamosi. Na nilikuwa hapa kwa kinyozi, niko na kinyozi hapa. Kuna kijana anakuja kunitengeneza nywele na nilikuwa natengenezwa hapo kichwa. Kulikuwa Saturday. Sasa askari wamwambia wacha tuende tuulize. Matusi. Kasema hata pale State House sisi hatusimami kwa mlango. Kwa hapa ni nani? Mimi ni nani? Anafikiria yeye ni nani? Na sisi ndio tulimweka hapa. Tunaweza hata mtoa. Alikuwa anakuja kukuona. Na alikuwa amenipigia simu, nikamwambia kuja saa 6. Akakuja saa 5. So hata sikuwa nimetoana report akija, kwa sababu saa ilikuwa bado. Kufika pale akaambiwa wacha twende. Huyu askari ndio atoke hapo kwa mlango kufika hapa. Akatukana wale walikuwa hapo, akaingia gari akapindua na akasema hii mtu ni kumpafu na tutamtoa hapa. Yeye anafikiria ni nani? Mjumbe wao kwenu. Na nikaenda nikamwambia rais, unajua sasa hata kama ulinipea hii kazi, si heshima kidogo tu. Mimi ni naibu wa rais, nimechaguliwa na Wakenya. Iko haja gani kunitukana? Na ni mjumbe tu. Nikikueleza ile message alinigia usiku. Kuniita kubafu. Sasa mimi unajua sasa nasema sisi tunauliza tu wabunge wetu wa bonde la Ufa. Hata kama hamuna heshima kwangu, si muachane na mimi tu. Si kama niko na shida nipate kwa watu wengine. Mkumbuke mimi nilikuwa hapo, nilipigia nyinyi campaign, hakuna mtu sikufika kwake, nikamwombea kura, nikasaidia rais kwa hiyo uwezo nilikuwa naye, nikaongea na watu wetu tukamsaidia rais. Hii madharau hii yote ni ya nini? Lakini naibu wa rais, umezungumzia wabunge wa eneo la Rift Valley ni kana kwamba wao peke yao ndio wanapiga vita. Lakini kusema ukweli kuna baadhi ya wabunge kutoka eneo la Central. Hiyo ya kwangu hiyo achana naye. Hiyo ni mambo ya nyumbani. Hawa ni watu ya nyumbani. Kwa sababu tunaongelesha sana watu ya bonde la Ufa. That is why I was raising that topic. Hawa niliwaadresi jana. So festival pia wanataka kujua mbona pia nyumbani huko unapigwa vita. Si nimekwambia mwenye kukoroga ni nani? Ni yule msaidizi wa rais. Ndio na wapanga. Na ndege napeleka huko na koroga.
naibu wa rais, term ya president na yako ikiisha, Wakenya watauliza maswali kwa mambo ambayo mliahidi kutengeneza katika nchi yetu ya Kenya. Utapata kwamba most of the flagship programs mingi ya bottom up mingi ziko kotini. Ukizungumzia affordable housing, ukizungumzia bill hii ya SHIF, NHIF kwenda Social Health Authority, kuna shida kotini. Ukizungumzia university funding model, bado kuna shida. Wewe unazungumzia aje kazi ambayo mmeweza kufanya